Jina la Bwana libarikiwe sana, watu wa Mungu aliye hai. Leo natamani tujifunze kwa kina somo linaitwa mtaji unaoitwa watu. Mtaji ambao unaitwa watu. Kati ya kitu ambacho Mungu anaweza akakifanya kikubwa, ambacho Mungu anampatia mtu kikubwa, ukitoa wokovu, ukitoa uwepo wake, Mungu zawadi nyingine kubwa anayompa mtu inaitwa watu. Mungu anakuletea watu. Mungu anakupa watu. Mtu yote ambaye anaelekea kwenye ukuu, Mungu anampa watu. Ndio maana Biblia inasema hivi, utukufu wa mfalme ni wingi wa watu. Mtu yote ambaye anaenda kwenye ukuu, maisha ya ukuu na kuchanua, Mungu lazima ampe watu. Kwa nini? Kwa sababu watu ndiye mfumo. Watu ndio mfumo ambao Mungu ameuweka duniani. Mfumo wa Mungu umeshikiliwa na watu. Ndio maana kitabu cha Zaburi 115 mstari mzuri wa kuvutia sana wa 16, Biblia inasema hivi. Ngoja hapa nikufunulie. Maana sitaki nisome kwa kichwa. Kwa kichwa unaweza ukainukuu tu, ndo ukasema mbingu ni ya Bwana lakini nchi amewapa wanadamu. Lakini ngoja nikusomee 115:16. Biblia inasema hivi, mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi, lakini nchi duniani amewapa wanadamu. Kwa hata Mungu mwenyewe akitaka atawale duniani, anatawala kupitia watu. Hata shetani akitaka atawale duniani, anatawala kupitia watu. Na ndio maana kuna mavyama mengi wanaoabudu shetani. Kuna mavyama, Freemason, nini, yanaabudu shetani. Ule ni mfumo ambao shetani amejijengea ili aweze kutawala ulimwenguni. Lakini pia Mungu aliye hai naye ana mifumo yake. Kwa hiyo Mungu anatumia watu, shetani anatumia watu. Kwa kwenye hii dunia, kwenye huu ulimwengu wa mwili, ili ufanikiwe unahitaji mtu. Kabisa unahitaji mtu. Biblia inasema inuka uangaze, maana nuru yako imekujilia. Hiyo ni Isaya sura ya 60. Ngoja nikusomee vizuri. Kuna kitu kizuri sana hapo utakiona katika jina la Yesu. Unahitaji watu, ndugu yangu. Watu ni mtaji ambao Mungu anaweza akamwachilia mtu ambaye anataka amuinue. Huwa anampaga mtaji unaoitwa watu. Haleluya, watu wa Mungu aliye hai. Kitabu cha Isaya sura ya 60, Biblia yangu inasema, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Kwamba huyu jamaa inabidi akaangaze. Nuru yake imekuja. Lakini sasa Yesu au Mungu anaanza kuchambua kuangaza kwa jamaa kutakuaje. Ukija mstari wa 3 anasema, na mataifa wataijilia nuru yako. Mataifa ni watu. Kwamba watu wataijilia nuru yako. Watu watakuja. Kwa Mungu anaanza kukupa mtaji wa watu. Akitaka kuinua, anaanza kukupa mtaji wa watu loyo, watu waaminifu kwa ajili yako. Jina la Bwana libarikiwe sana, watu wa Mungu. Ukisoma mstari mtamu sana wa 11, Biblia inasema hivi, malango yako nayo yatakuwa wazi daima. Mungu anafungua malango. Anataja kwa nini? Yanakuwa anasema hatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa. Kumbe hata utajiri unahitaji watu. Yaani uwezi ukatoka tu kwenye maskini ni watu. Mungu anawatumia watu kukupa utajiri. Hata kama ukiweka duka, ni umetega ili watu wakuletee fedha ili uwe tajiri. Kwenye utumishi hivyo hivyo, Mungu anakukutanisha na watu, partners, wanaosupport huduma yako, wanaosupport kazi ya Mungu unayoifanya. Na wengine wanaweza wasiwe ni majiant wa kiuchumi mdogo, ila
wana moyo wa kusapoti. Wale watu huwa kwa kadri wanavyokusapoti, wanavyotoa sadaka kwa Bwana kwa ajili ya kazi yako ya Mungu, kwa ajili ya kazi ya Mungu ambayo ipo juu yako, na wao uchumi wao unapanuka, unakuwa. Ndio maana kwa kadri huduma inavyokuwa, na wao lazima wakue. Lakini ni watu. Utajiri wa Yakobo umetoka kwa mzee Laban, ni watu. Utajiri wa Ibrahim ulikuwa mwingi sana. Mungu alimtumia Abimeleki. Baada ya Abimeleki kumchukua mke kipenzi wa mtumishi wa Mungu Ibrahim, Mungu akatumia mtu. Kwenye kile kizazi Ibrahim yupo, watu wanasema Ibrahim alikuwa ana baba wa kiroho, Ibrahim alikuwa ana mlezi kabisa. Lakini tunaonyeshwa Ibrahim baada ya kushinda vita, anachukua fedha, anatoa fungu la 10 kwa mtu anaitwa Melkizedeki. Haleluya. Kwa kuna mtu anaitwa Melkizedeki alikuwepo. Ibrahim anajua natoa wapi fungu langu la 10. Hiyo inamaanisha hadi Ibrahim naye alikuwa ana mtu juu yake. Hakuna mtu asiyekuwa na mtu. Haleluya. Jamani, amina. Mtume Paulo katokewa na Yesu, lakini Yesu amenenda kwa Anania, kwa mtu. Ndio maana kuna watu wametokewa na Yesu, wameona sumu mara malaika, wamesikia masauti ya kila namna, lakini Mungu aliyewatokea akawaelekeza, nenda kwa mtu fulani ukalelewe. Na huyo babako akilo unaweza kutajawahi kutokewa na Yesu, lakini anakulea. Kwa sababu ndani ya mtu kuna siri za ajabu. Ndani ya kila mtu unayemwona kuna sura ya Mungu. Ndani ya kila mtu unayemwona ambaye ameokoka, ujue kuna utukufu wa Mungu. Ndani ya mtu ambaye ameokoka kuna akili ya Mungu, na kuna hekima ya Mungu, na kuna jicho la Mungu. Haleluya. Kwa mfano mimi, babangu wa kiroho Bishop Israel Shabani akinitazama hivi, kuna vitu ukifanya anajua Koba utakosea mahali. Anajua. Kwa nini? Ana jicho la Mungu, na Mungu kaliweka kwa watu. Kwa maana Mtume Petro anaandika hivi, nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari. Wapi? Kupitia watumishi, kupitia watu. Haleluya. Mungu anatumia watu kumuinua mtu, na ni watu hao wanaotumika kumshusha mtu. Haleluya. Yaani kuna mahali unatakiwa ufike, unamhitaji mtu. Kuna namba ya mtu fulani unaitaka, unamhitaji mtu. Kuna mtu anayo hiyo namba, unampa. Tena yeye akimpigia, kwa mfano leo hii umtake, labda utake wasiliana na rafiki yangu Deo, ukitaka wasiliana na Deo, una namba yake, yuko busy Deo, unaweza ukanipigia mimi, bwana samani sana Koba, nina shida na Deo, yuko busy. Ngoja nimcheki. Mimi nikimpigia akipoka, kuna jamaa bwana hapa anakutafuta sana, hebu mtafute. Atakutafuta, lakini huyo mtu amekupata kwa sababu kuna mtu unamjua. Nikwambia ukweli mpendwa katika Bwana, unahitaji watu. Unahitaji watu ili uende mahali. Unahitaji watu ili upige hatua. Hata neema mbalimbali ambazo unazihitaji ziko ndani ya watu. Upako unaohitaji Mungu kauhifadhi ndani ya watu. Haleluya, watu wa Mungu wale hai. Mungu anatumia watu. Mimi mwenyewe Poko namhitaji mtu. Sio mtu tu, watu, nyomi la watu na wahitaji. Leo hii kwa mfano, leo hii kuna wanafunzi wengi wananifahamu wa vyuo wapi. Lakini hao wanafunzi walipewa taarifa na wenzao. Yes. Watu wengi tu laza po, yani nimepata namba yako kwa mtu fulani, nimesikiza audio. Mtu kamsikiza. Kwa nilikuwa nahitaji mtu ili nimpate mtu. Kupitia mtu kuna watu wanasikiliza audio, wanasikiliza wanatazama video mbalimbali, kwa sababu kuna mtu yupo. Ndugu yangu, unahitaji, acha jeuri, unahitaji watu. Of course kuna makundi ya watu nayo yahitaji.
unahitaji mababa wa kiroho, mentors na vitu kama hivyo. So tunahitaji watu. Mungu akitaka akupanua kiuchumi anakuletea mtu. Yeah. Mungu akitaka akupanua kihuduma anakukutanisha na watu. Hata kihuduma Mungu anatumia watu. Kuna huduma ziko nyingi. Kuna huduma nyingine Mungu anakupeleka ili uwe na jina. Ni ukweli kabisa. Leo hii Askofu Maboya akiniposti mimi Paul Koba akasema mwanangu Koba. Yaani ni mfano mwanangu Koba. Watu wote wanamjua Maboya watanifahamu. Baba yangu wa kiroho Bishop Paul Israel Shabani akiniposti mwanangu Koba, au tu sio kuniposti, akanitambulisha kwa watu, wana wapo fulani huyu ni mwanangu, wale watu watanijua. Kwa hata kutambulishwa kwetu, kuna huduma nyingine unaalikwa mahali sio kwa sababu ukapeleke neno la Bwana sana ili watu wajengwe. Sometimes unaalikwa mahali ili Mungu akakutambulisha kupitia mtu aliyekualika. Wale watu wanaomjua yule mtu watatumika nini? Mungu anataka akutambulishe kwa watu wanaomjua yule mtu. Kwa hiyo unakuwa na watu ambao wanakufahamu wewe kama wewe, na watu ambao wanamfahamu yule mtu kwa sababu wanamuamini yule mtu. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu wale hai. Unahitaji watu. Hamna ujanja kwenye hii dunia. Hata kama una upako mwingi unahitaji watu. Nitakuonesha kimaandiko kabisa hata kama una upako mwingi mkali kabisa, lakini unahitaji mtu akusemee. Kama nimemuona mtu fulani anaomba sana, ile mtu tukimuita hapa chuoni kwetu tutaomba. Labda nimeona mtu fulani ana hekima sana, tukimuita mahali fulani ile hekima yake ya kimungu itatusaidia kutatua matatizo fulani. Labda nimeona mtu fulani uko vizuri kiroho, tukimuita hapa tutajaa roho sana. Unahitaji mtu. Mwaliko wangu wa kwanza kwenda chuo cha SUA, kulikuwa kuna mtu akasema namfahamu Koba, tumlete. Akaniambia ilikuwa ngumu, kuna baadhi ya watu tumjui. Yakashikilia bango namfahamu, nafao. Kwa wakampigia baba simu Bishop Israel Shabani, nikakubaliwa niende. Mimi sitokagi kihuduma mpaka baba yangu aje. Sasa nikaenda. Nilipoenda kuna wanafunzi wa SUA wakanijua. Lakini kupitia mtu mmoja. Mungu hutumia watu kumtambulisha mtu. Mungu hutumia watu kumuinua mtu. Kuna mtu ni ngazi yako ya kuinuka. Nakwambia ukweli kabisa. Yaani nakwambia ukweli, kuna mtu ni ngazi yako ya kuinuka. Ndio maana treat vizuri watu. Heshimu watu, usiwadharau. Kwa sababu unaona leo huyu bwana yuko hivi, mbona hana moto. Usimtukane mtu kwa sababu yuko hivi. Msaidie amjue Mungu. Ishi naye vizuri. Usiachane na mtu kwa ubaya. Ishi naye vizuri nini hivyo. Ipo siku huyo mtu atakufaa sana. Kuna maeneo kwa mfano mama yangu wakati anaumwa kabla ya kufariki, tulimpeleka hospitali. Mimi mama yangu aliumwa ndani ya siku 2 tu. Siku 2 afu akafariki. Sasa tumempeleka hospitali, kuna dokta namfahamu Kasfeta. Alikuwa anatoka nje, yani ndo nadhani alikuwa ndo anamaliza zamu yake. Koba. Nikasema mtu wa Mungu Bwana asifiwe. Of course nilikuwa ndo nimeshamsahau jina, ila nilikuwa najua huyu jamaa alikuwa ni mwenyekiti wa Kasfeta Kinondoni. Alikuwa anasoma Habat Kairuki, yani hivyo. So na Koba vipi? Sasa hivi bwana, nini shida? Nikamwambia wewe ndo unaumwa. Yeye akasema wewe ndo, nikamwambia bwana sio mimi bwana. Mimi naumwaje afu nije huko ndo emergency. Nikamwambia mama anaumwa. Sasa mama yako twende. Akanichukua akanisaidia kunipeleka kwa wale madokta. Lakini ni mtu. Kwa unamhitaji mtu kwenye kila maeneo. Tukana watu tukana sasa wahitaji. Mtu unasoma udaktari uombi, mjinga mwanadamu, toka. Nakwambia huko utamhitaji. Siku umeoa unaenda na mkeo pale, uchungu umemshika, afu jamaa yupo.
umemfanyia matusi ya nguoni, umemsema una moto, toka mwanadamu, utanizima moto wakala wa giza we. Akatoka bwana, kweli umepoteza mtu. Kwa tunahitaji watu. Mtu kama anatoka, atoke kwa sababu zake mwenyewe kwenye mzunguko wa maisha yako, lakini unahitaji mtu. Haleluya, watu wa Mungu. Mimi mwenyewe nahitaji watu, wewe unahitaji watu. Hiyo biashara yako unahitaji mtu akuelekeze China wanaendaje. Nakwambia ukweli, una idea kubwa za biashara, lakini unahitaji mtu anayejua machimbo ya bidhaa za nini, machimbo ya bidhaa unazozihitaji. Unahitaji mtu. Unahitaji mtu. Mtu mmoja akaniambia, kaka Po, unafundisha kuandika vitabu bure? Kaambia ni bure nafundisha. Akasema mimi nimeenda kwa mtu anasema atanifundisha walau nilipe kama sio 70,000 au 80,000 kwa kozi ya kuandika. Nikasema unahitaji kozi gani kuandika kitabu bwana? Sasa wewe unafundisha bure? Nikawaza, afu ile Google lina watu zaidi ya 200 na nilikuwa ninawapa technique namna ya kuandika kitabu kupitia smartphone. Mimi vitabu vyangu vyote naandikia kupitia smartphone hii. Umeona smartphone Sony ndio hiyo. Haleluya, watu wa Mungu wale hai. Akashangaa. Anasema bure. Nikamwambia bure bwana. Nikasema kama tunataka ndo unipe hela mimi ninyosole, wewe nipe, lakini mimi nafanya bure kabisa. Haleluya, watu wa Mungu wale hai. Unahitaji mtu. Kwa huyu mtu anajua kuandika vitabu kwa sababu kuna mtu kampata anaitwa Pokoba. Unahitaji watu. Unahitaji watu. Haleluya, watu wa Mungu wale hai. Nakwambia acha jeuri, unahitaji watu. Mtume Po katokewa na Yesu, kakaa kwa Anania. Baada hapo kanisa la Yerusalemu alimtambui Po vizuri. Alienda kumtambulisha Mtume Po kwa kina Petro kule Yerusalemu. Kuna mtu anaitwa Barnaba ndiye aliyemtambulisha Mtume Po. Unahitaji watu, acha kiburi. Kuna mtu utamuhitaji ambaye atakuunganisha na mtu fulani. Unahitaji watu. There is no way ya kwamba uishi duniani bila ya kuhitaji watu. Nataka nikuoneshe kitu cha msingi sana hapa. Alafu Bwana akubariki sana. Kitabu cha Matendo ya Mitume. Nataka nikuonesha kuna watu wanakaleka msema mimi sitaki wanadamu. Nipeleka kuzimu wanadamu. Mimi namtaka Mungu aliye hai pekee. Kufa basi kamuai. Of course Mungu ni wa kila kitu, lakini Mungu anatumia watu. Mungu anatumia watu. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10, Biblia inasema palikuwa na mtu Kaisaria jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Italia, mtu mtaua, mchaji wa Mungu, mtaua chuma mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumuomba Mungu daima. Akaona katika maono wazi kama saa 9 ya mchana malaika wa Mungu akimjia na kumwambia Kornelio. Akamtazama sana, akaogopa. Akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako hivyo. Alafu sasa mstari wa 5 Biblia inasema, sasa basi peleka watu Yafa ukamuite Simoni aitwaye Petro. Anasema hivi, ninaluka hapa mwishoni wa mstari wa 6 Biblia inasema atakuambia ya kupasayo kutenda. Malaika ndio ashakutokea, afamwambia, mtumishi wa Mungu Kornelio, nenda tuma watu wakamlete Petro, atakwambia ya kupasayo kufanya. Petro. Kwa kupitia ili andiko tunaona kupitia ili andiko tunaona mambo ya ajabu sana. Kwamba hata malaika, ukipewa chagua ukutane na Bishop Po Israeli au ukutane na malaika, bora ukutane na Bishop Po Israeli Shabani. Ukiambiwa chagua ukutane na Pokoba au na malaika, ni bora ukutane na Pokoba kwa ili andiko.
ukikutana na mtu umekutana na mfano wa Mungu. Malaika tu hapo, malaika wajomba kwa kuna vitu hata malaika hawezi wakakupa. Ni lazima ukutane na watu wa Mungu. Yaani kukutana na malaika na kukutana na mchungaji wako kila siku Jumapili ni bora ukutana na pasta wako. Kuna watu hapa mlikuwa mnadishia tu, nimeona malaika kabisa. Mimi nimeona mchungaji wangu kabisa, nimemuona mchungaji wangu kabisa, pasta wangu. Ai! Nimemuona pasta kabisa yani. Namsalimia mchungaji wangu kabisa. Kwa sababu watumishi wa Mungu wana utukufu zaidi ya hao malaika. Haleluya. Wana vitu ambavyo malaika hawana. Mtu ana samani. Unahitaji watu, acha kiburi wewe. Yesu anamtokea poa, tulia mwanangu poa. Mimi mwanga na anampiga na bofu. Anafaambia acha ujinga, nenda kwa Anania. Kwani Yesu alikuwa anashindwa kuongea na mtume poa yote? Hata nenda kwa Anania, atakwambia, atakufundisha, atakuelekeza huko. Nenda kwa Anania. Kuna mtu unamsumbua Mungu kila siku milimani. Rakatalaba, rakatareketeke. Niambie Bwana. Anakwambia acha ujinga, nenda kwa Bishop Israel Shabani. Nenda kwa kina Maboya. Kakae chini yao. Kumbe unateseka, unafunga mpaka unataka ufe. Kumbe ulikuwa unahitajika ukae chini ya mchungaji mmoja. Ulikuwa unahitajika ukae chini ya pasta mmoja ulelewe. Ila wewe una kielele. Rakata reketekete. Sawa. Lakini kuna utaratibu. Utaratibu ni kukaa chini ya mababa wa imani, ulelewe, ufundishwe. Kwa unaona hata hapo tunahitaji mtu. Unahitaji mtu sahihi kwenye maisha yako. Mtume Paul bila ya Anania asingekuwa pale po bwana. Acheni bwana. Acheni hayo mama. Kwa wote tunahitaji watu. Ngoja nimalizie na andiko la mwisho kwa leo. Alafu tumtake Bwana hapo. Alafu tuombe Mungu kwa dakika moja. Alafu nikuombee. Haleluya watu wa Mungu aliye hai. Kitabu cha Samueli wa pili sura ya 21 mstari wa 16 hadi wa 17. Karabashanta bakarabakaria Muslima. Mstari wa 21 sura ya 21 mstari wa 16 hadi wa 17. Raka makata rabakambala. Biblia yangu inaniambia hapa. Naye Ishi Benobu aliyekuwa mmoja wapo wa Warefai, yani ni ule ukoo wa Goliati. Ni ule ukoo wa Goliati, ambaye uzito wa mkuki wake ulikuwa shekeli 300 za shaba kwa uzani. Naye amejifungia upanga mpya, alijaribu kumuua Daudi. Ukisoma mstari wa 15, Biblia inasema naye Daudi akaishiwa na nguvu. Baada ya kupigana sana, Daudi akaishiwa. Kwa huyu jamaa akamzidi nguvu mfalme Daudi. Daudi lina upako, lina mafuta, ni taa ya Israeli. Akazidiwa nguvu. Cheki hapa. Cheki, baada ya kuzidiwa nguvu mfalme Daudi, jamaa alikataka kumuua kabisa Daudi. Lakini Abishai, unahitaji shujaa kama Abishai, mwana wa Seruya, akamsaidia, akampiga Mfilisti, akamuua. Ndipo watu wa Daudi wakamwapia, wakasema, wewe utatoka tena pamoja nasi kwenda vitani, usije ukaizima taa ya Israeli. Ni kweli wewe ni taa ni kweli wewe ni taa ya taifa fulani, taa ya familia yako, lakini unahitaji mtu. Kuna mtu ukikutanishwa naye, kiwango chako cha maombi kitakuwa. Kuna mtu Mungu akikutanisha naye, kiwango chako cha neno kitakuwa. Kiwango chako cha imani, kiwango chako kitakuwa. Unahitaji mtu. Daudi alikuwa anakufa, ni ana mafuta. Kuna mtu una upako, Mungu anakupa fedha, lakini fedha yako haikae. Unahitaji kuna mtu akupe hekima ya kiuchumi. Unahitaji hekima ya kiuchumi. Hata kama wewe mtu uliwahi kumfundisha, lakini kuna hekima anayo,
akikwambia utapata mpenyo, unamhitaji Abishai wako, la sivyo utanyongwa asubuhi, tanyongwa mapema. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe sana. Watu wa Mungu wale, unahitaji mtu kwenye maisha yako, unahitaji mtu, unahitaji mtu. Na kuombea kwa Bwana, Mungu akupe mtu, Mungu akupe mtu kama kina Abishai, watakao tokea wakati ambao shetani anasema tumemmaliza huyu mjinga, wakati ambao shetani anasema tumemmaliza huyu Koba, ameisha Koba. Watokee watu ambao watasema Koba hajaisha bado, Janet hajaisha bado, John hajaisha bado, wakasimame kwa ajili ya maisha yako. Unahitaji hao watu. Haleluya, watu wa Mungu wale. Kitabu cha Samueli wa pili hicho natamani hapa nimalizie, alafu mstari wa 23, sura ya 23 mstari wa 13 hadi mstari wa 17. Biblia yangu inaniambia hapa kuna kwa habari ya mashujaa watatu wa Daudi. Wale mashujaa watatu wa Daudi walikuwa ni wapambanaji sana, pambanaji sana. Sasa siku moja, mimi nitasoma kwanza mstari wa 15, wewe soma kwanza 13. Biblia yangu inasema hivi: Daudi akatamani, akasema Daudi akatamani. Kuna kitu inawezekana ukawa unakitamani, kuna fedha unaitamani uipate. Unasema hii fedha nikiipata huduma yangu itaenda, hii fedha nikiipata kuna hatua fulani nitapiga, hii fedha nikipata kuna ibada nilikuwa nimepanga niziandae, zile ibada zitakuwa vizuri. Haleluya, watu wa Mungu wale. Kuna fedha, kuna eneo lolote, kuna fursa, kuna kazi unaitaka, unatamani jambo fulani litokee. Cheki sasa, laiti mtu, matamanio ya Daudi ndio anasema, laiti mtu angeninywesha maji ya kisima cha Bethlehemu kilicho karibu na lango. Basi hao mashujaa watatu wakapenya jeshi la Wafilisti. Mashujaa watatu wakapenya jeshi la Wafilisti, wakateka maji kutoka kile kisima cha Bethlehemu kilicho karibu na lango, wakayachukua, wakamletea Daudi. Walakini yeye akukubali kuyanywa, akayamimina mbele za Bwana. Akasema, hasha Bwana, nisifanye hivi. Je, si damu hii ya watu hao waliowatalisha nafsi zao? Yani samani ya yale maji ni damu, ni maisha ya wale watu. Walikuwa watatu, wakaingia kwenye jeshi la Wafilisti, wanapigana mpaka wanachukua maji kisimani, wanarudi huku wanapigana na maji, wakampelekea mfalme wao. Watu hao walikubali kutoa maisha yao kwa ajili ya Daudi. Unahitaji watu wa hivyo, unahitaji watu wa hivyo. Makata bashanda bakarabo, unahitaji watu wa hivyo, mtumishi wa Mungu. Kati ya prayer point ambao unaweza ukamtaka, mwambie Mungu, niinulie watu wangu, niinulie watu ambao watayagusa maisha yangu, watu ambao watashika huduma niliyokuwa nayo. Ni kweli una maono makubwa, kuna ibada kubwa unapanga uziandae. Sawa, tunaanza kidogo kidogo, lakini kule kidogo kidogo kukikaa kwa muda mrefu nabo pia panatia uchungu. Unahitaji kule kidogo kukue, lakini Mungu akupe watu ambao utakuwa nao kwenye eneo lako la utumishi. Mungu akupatie watu ambao wanasema, mimi nitatoa kiasi kadhaa cha fedha. Ajali maisha yake, nitatoa kiasi kadhaa cha fedha kwa ajili ya utumishi wako, kwa ajili ya kazi yako. Mimi nitampigia simu mtu fulani ukapate fursa fulani ya kazi. Unahitaji watu wa hivyo. Unahitaji watu. Maisha ni watu. Haleluya. Natamani nikuombee kwa Bwana. Mungu akupe watu. Mungu akukumbuke kwa kukupa watu. Bwana Yesu akukumbuke kwa kukupa watu, katika jina la Yesu. Bwana Yesu akukumbuke kwa kukupa watu. Bwana Yesu akupe watu ambao hawatatazama nyuma, wataletwa na Bwana kwa ajili ya kusudi ulilolibeba. Mungu aliye hai akakupe watu katika jina la Yesu.
katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu wengine wamepata ndoa kwa sababu ya watu. Mtu alikusemea mema kwa Koba, alikusemea mema kwa John akasema, mbona nilikuwa namuona mtu wa ajabu yule dada. Nasema hapana, wewe mjue dada ni chuma kile cha Bwana, kimekamata moto, ni wife material yenyewe. Ni wife, unaolewa kwa sababu kuna mtu yupo amekusemea vizuri. Kuna watu wengine tunakubaliwa na wadada ambao tunataka tuwaoe kwa sababu kuna mtu yupo ametusemea, ametutaja vizuri. Pamoja na kusema yule Koba hafai, Koba muhuni, mlabangi, achana naye, yale mahubiri yake usiyafuatishe, ni mzushi yule. Lakini kuna kama mtu anasema namfahamu Koba ni mtu wa Mungu, Koba ni anampenda Bwana, yule ni mtu sahihi kwenye maisha yake. Na nataka nikwambie tunahitaji watu. Kuna maeneo unahitaji watu. Kuna mialiko uwezi ukaipata mpaka watu wakutambue, wakutaje kwa watu. Yusufu aliendelea kukaa gerezani kwa miaka 2 kwa sababu yule mtu alimsahau Yusufu. Mungu amkumbushe mtu aliyetumwa kwa ajili ya hatima yako. Mungu amkumbushe mtu aliyetumwa kwa ajili ya hatima yako. Asikusahau katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na kuombea kwa Bwana. Mungu amkumbushe huyo mtu, asitulie, asilale, akumbuke kwamba kuna mtu anatakiwa afike mahali fulani. Na kuombea kwa Bwana katika jina la Yesu. Neema ya Mungu ikakusaidia katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana akubariki sana. Haleluya.